Habari zenu wa Tanzania. So kwa watu ambao wamenijua mimi maisha yangu yote, wanajua kwamba mimi sinywi pombe at all. Unless labda kama kuna very special thing happening. Yani mimi kwenye maisha yangu I think nakunywa pombe maybe mara moja, maybe once in 5 years or once in a few years, you know. Au labda kuna special occasion. I think leo kulikuwa kuna special occasion Tanzania ambao imenichanganya mpaka nafanya hii video nikiwa nimelewa. I'm not straight. Video ya Nchimbi. Video ya Nchimbi imenifanya mpaka nikanywa pombe leo, kwa sababu iko very confusing, na nimeona pia Tanzania wako very confused. On one hand tuko na chama ambacho kinatupa kesi za ugaidi, kimezuia mikutano ya hadhara, na sasa hivi kinaenda kuzuia hata Watanzania kuchangia chama ambacho wanakiamini, wanakitaka, chama ambacho mpaka sasa hivi bado kimegoma kuwapa kina mama asmili ya watoto wakaziki. Chama ambacho baada ya mauaji kufanywa bado wakawa wana justify mauaji yale, kwamba it was okay, kwamba waliua watu, kwamba waliokufa wali deserve kuuliwa. Alafu anatokea mtu ndani ya chama hiko anakuja kuongea vitu ambavyo Watanzania tunavidai haki. Anatokea mtu ndani ya chama hicho ambacho ana nafasi kubwa. Kwa hiyo yani anakuja kuongea madai yetu tunayotaka kwenye serikali. Kwa hiyo so Watanzania wanakuwa confused. Mimi personally siko confused. I know exactly kinachoendelea. Sipo confused. Kwa sababu kama mnakumbuka kipindi cha uchafuzi, mimi mwenyewe ndo ambaye niliwaletea hii habari wa Tanzania. Nikawaambia Samia na Nchimbi kuna matatizo. Samia hamtaki Nchimbi. Nikawa napostia mpaka zile picha za Nchimbi, watoto wa Samia wanamfuata nyuma kumonitor kipindi kile cha uchafuzi. Nikawaambia tatizo lilopo. Kwa hiyo hiki kinacho happen sasa hivi, Nchimbi kuongea tofauti na Samia, sidhani kama ni movie wanacheza ya good cop bad cop, kwa sababu ni kitu kilikopo hata kwenye uchaguzi na nilishawaambia. So sidhani kama ni kwamba Nchimbi anatuchezea tu wa Tanzania movie. But still inabidi wa Tanzania tusimame pale tulipo kwamba waliotupiga risasi ni CCM, waliotuua ni CCM. CCM ndio walitoa order, CCM ndio waliamuru jeshi la polisi, usalama wa taifa waje kutupiga risasi. Waliamuru mpaka jeshi la wananchi kupiga risasi, lakini wanajeshi walikataa zile amri. Hiki kitu nishoambia before na mbele tena, wanajeshi walikataa zile amri. So hiki ndo chama cha CCM. So anachoongea Nchimbi inawezekana kweli kawa ni kitu ambacho anakiamini kwenye moyo wake na sio kutohada wa Tanzania. Lakini pia inabidi wa Tanzania tumwambie Nchimbi kwamba sisi kama wa Tanzania tumeshafunga ukurasa wa chama cha CCM.
tumeshaufunga. Sio kwa sababu wameshindwa kutimiza vitu ambavyo Watanzania walihitaji, kama matatizo ya maji, kama matatizo ya ajira, sio nini. Hapana. Ni kwa sababu walivuka mipaka ya kuwanyang'anya watu haki zao, haki za kuongea, kufunga watu, kuwabambikia makesi. And the worst ni Oktoba 29. CCM haiwezi tena kuongoza hii nchi baada ya Oktoba 29. Haiwezekani. Hicho kitu lazima Nchimbi ikielewe. Na kila mtu, kama kuna Mtanzania bado kabaki bado anaipenda CCM, lazima aelewe hiki kitu. Haiwezekani tena baada ya Oktoba 29. Haiwezekani. Mimi personally sidhani kama nika get over. Yaani sitaki kuongelea leo struggle yangu na Oktoba 29. Sitaki kuongelea leo because itabidi niache hii topic. So kuna siku nitaongelea struggle yangu na Oktoba 29 ambayo itabidi nimuongelee na Polepole, sababu Polepole yuko very connected. Sababu Polepole alijaribu sana kuongea na mimi. Ndio maana niliandikaga ile post Instagram, nikaandika CCM walikosea kumteka Polepole. Polepole alikuwa anaenda kuwaokoa. Kuna siku nitaongelea struggle yangu. Hii struggle yangu ya Oktoba 29 na issue ya Polepole ilikuwaje. Wasingemuua, wasingemchukua. Nchimbi, Watanzania tumemalizana na chama cha CCM. Acha na kunusuru CCM. Acha na kunusuru CCM. Sasa hivi inusuru Tanzania. CCM muda wake umepita. Afrika nzima vyama ambavyo vilichukua nchi baada ya uhuru vyote vimetoka. Vyama vyote vilivyochukua nchi baada ya uhuru Afrika vyote vimetoka. ANC ya South Africa yenyewe imekuwa forced kushare government na upinzani. Vyama vyote vimetoka. Na nyinyi muda wenu umeisha. Ni lazima mtoke. The only way, njia moja tu ya CCM kuendelea kuwa madarakani Tanzania, ni lazima muendelee kutuua, ni lazima muendelee kutufunga, ni lazima muendelee kutupa kesi za ugaidi, ni lazima muendelee kutunyanyasa. Mtafanya mpaka lini? Haiwezekani. Haiwezekani. Kutuua mtaweza kwa sababu nyie mna silaha zote, sisi hatuna. Mtaweza. Lakini mtaua wangapi? Samia, kama ni pesa tayari mnazo. Wewe na watoto wako kina Abduli. Yaani sijui hata kama mna utajiri wa kiasi gani. Nendeni Kikwete, wewe na familia yako. Jamani, mmeila hii nchi uko mzima, mke, mtoto, mmeila hii nchi. Nendeni. Ridwan hawezi kuwa yani rais wa nchi. Hawezi. Kikwete, mtoto wako Ridwan hawezi kuwa rais wa nchi. Sio kama mnavyompa ubunge. Kumpa urais Kikwete itakubidi utuue tena wa Tanzania kama wewe na Samia mlivyotuua Oktoba 29. Mtuue tena, mtuteke, mtufanye nini? Is it worth it? Utajiri gani mnaotaka? Tuachieni, to move on, tupate amani, tuishi kwa amani. Sisi wanaharakati mnaotusema tunataka kuharibu nchi, hatutaki, tunataka haki tu. Toeni haki, nchi inatulia hii. Alichoongea Nchimbi ndio kinachohitajika kwenye nchi. Alichoongea Nchimbi leo ndio kinachohitajika. Sijui intentions za Nchimbi ni nini, lakini alichoongea ndio nchi inachotaka. Sasa nyinyi familia mbili, Samia Suluhu na Jakaya Kikwete, mnataka kuua kila mtu, mnataka kuteka kila mtu, mpe kila mtu kesi za ugaidi ili mshikilie nchi. For how long? For how long mtafanya? Fuck you.